Basi kama tulivyotoka kuishia sehemu ya 3, dakika nyingi hazikupita. Usingizi ulituchukua mimi na baba, tuko tumelala kitandani pamoja. Manake mchezo ulikuwa ni mtamu sana tuliotoka kufanya. Alafu ulituchosha mno. Na kaka mchezo sio poa ujue. Basi bwana, tukiwa tumeendelea kupitiwa na usingizi mzito, kwa mbali nilisikia vikombe vikigongwa. Nikawa nimekurupuka kutoka usingizini. Nikaangalia saa ya ukutani, kaniambia kwamba ilikuwa ni majira ya saa 4:15. Bado uchovu ulikuwa umenisumbua sana, mwili wangu ulikuwa unaniuma mno. Maana show za baba zilikuwa ni babu kubwa, na sikuwahi kupata show kama ile, uongo dhambi. Kwa hiyo nilijivutavuta mpaka bafuni, nikajimwagia maji ili nipate kutoa uchovu. Baada ya kumaliza kuoga, nikawa nimevaa kigauni kifupi kilichoonyesha mapaja yangu vizuri. Nikawa nimetoka nacho sebuleni. Wala sikumkuta baba wala mama. Zaidi ukimya ulitawala tu katika ile nyumba. Nilipoangalia mezani, nilikuta vikombe viwili vya chai vilivyotumiwa. Nikawa nimeketi ili nipate kifungua kinywa. Sasa wakati na mimina chai, nikasikia sauti ya mahaba chumbani kwa wazazi wangu. Moyo wangu ukawa umelipuka. Nikakurupuka pale mezani. Kwa haraka nikawa nimeenda mlangoni kwa kusikiliza. Baba Angel, nakupenda sana mume wangu. Unanogesha vilivyo. Yala mama tam. Nilizidi kusikia sauti ya mama yangu ikilalamika kimahaba. Sasa moyo wangu wa wivu ukawa umeanza kunijia pale pale. Hisia zikanikamata, yani genye zikanipanda. Nikaanza kuchungulia sasa katika kitobo cha kitasa pale. Nikachungulia. Niliwaona wamekaa stili ya kusimama katika ukuta. Mama alibanwa kisawasa ukutani, mguu wake wa kulia ulipandishwa juu na huko kimnyonya masikio. Alimchomeka ume wake baba taratibu, na kisha kuchomoa, yani ndio ikawa kazi ndio ile. Anapeleka na kurudisha. Baba Angel, usiniache. Nakupenda mwenzio. Taratibu mume wangu, inafika hadi mwisho naumia. Mama alizidi kutoa sauti kadri utamu ulivyozidi kumpanda. Sasa mimi nilijikuta kitumbua changu kama kinavimba kwa hamu ya kusuguliwa. Na pale pale nilipokuwa nimesimama mlangoni, nikapitisha vidole vyangu kwenye kitumbua changu. Nikaanza kujisugua bwana. Na huku nikiangalia mechi ya wazazi wangu. Ilianza kutetemeka kadri nilipozidi kabisa kujisugua. Taswira ya baba ilipokuwa imenifanya jana yake usiku ilikuwa ikizidi sana kunijia. Nikaanza kuguna na mimi, jamani tam. Nilijikuta nikipiga kelele pasipo hata kujijua. Nilizidi kupiga sana utamu. Nikiwa pale pale mlangoni kwa wazazi wangu. Nikiwa bize nikijisugua kile kidude changu, mara ghafla mlango ulifunguliwa. Angel, wewe unafanya nini hapa? Mungu wangu. Nilishtuka na kumbe alikuwa ni babangu mzazi. Aliniuliza na huku akiniangalia usoni pasipo hata kupepesa macho. Aibu ilinikamata. Nikamwambia baba, ona kitumbua changu kimevimba. Nilisema nikimgusisha kwa mkono. Angel, sio sasa hivi. Wewe hauoni kwamba niko na mamako? Lakini nataka na mimi nitakupa baadaye. Hapana, nataka sasa hivi. Hapana bwana, wewe ndio usisimame hapa tena. Alisema akifunga mlango. Asa roho yangu iliniuma sana. Wivu ulizidi mara mbili yake. Sasa punde nikasikia miguno tena, nikatamaki. Kwa haraka nilikuwa nimechungulia, niliwaona hapo kitandani na staili ya kifo cha mende. Nilimwona baba akimkatikia mama mauno. Alikadhalika mama pia alikuwa akizungusha kiuno, yani anazungusha nyonga. Asa nilipiga mlango kwa hasira. Machozi yalianza kunitiririka kweli. Nikajishauri, nikaona ile sio sehemu nzuri wala sehemu salama. Nikaenda zangu chumbani, nikajituliza chumbani kwangu. Nilijitupa kitandani, nikaanza kujisugua kile kizimi changu. Na huku taswira ya baba ikinijia usoni kwangu taratibu, nikaanza kutetemeka. Na huku nikihema kwa kasi, maana utamu ulinijaa. Japokuwa haikuwa rahisi sana, mwisho nilikuwa nimemwaga pale pale. Nikaanza kulia, eti kisa nimekosa utamu wa babangu. Nikaanza, yani baba unanitesa kiasi hiki kisa mama tu, nilijisemea moyoni. Kwa haraka nilikuwa nimeenda bafuni nikajisafisha. Nilipomaliza
Nikaenda sebuleni kuendelea kunywa chai. Na punde nilimwona mama akitoka na kanga moja. Nilimtazama kwa jicho la chini chini, sikumsalimia. Nilijifanya kama simuoni. Manake bwana, haya mambo ya kushare. Wewe Angel wewe. Angel, leo tumuonana? Alisema mama akiwa ananiangalia tu. Lakini mimi sikumjali. Wivu bado ulizidi kunisumbua. Wewe Angel wewe, sinaongea na wewe? Alifoka. Lakini hata sikumjali, nikawa nimeendelea kunywa chai. Wewe baba Angel? Baba Angel? Hebu njoo muone mwanao. Nikimpiga unasema mimi namuonea. Baba akawa ametoka. Akiwa na taulo. Akawa amenisimamia pale mbele yangu. Kuna nini hapa? Kuna nini? Mwanao hataki kunisalimia. Ananiangalia tu kama ni mke mwenzie vile. Wewe Angel wewe, kwa nini hautaki kumsalimia mama yako? Sikujibu kitu. Akili yangu yote niliwaza taulo tu la baba. Manake mashine yake ilikuwa imechomoza na ilikuwa inaonekana kidogo. Wewe Angel wewe. Na ndipo baba akawa ameniita kwa sauti kali. Nilishtuka. Nikawaangalia usoni. Ase hii simulizi ni ya moto. Lo, ya moto. Yaani kama uko single utateseka. Mimi tu hapa ninekusimulia, maskini ya Mungu ni haya bwana, tukutane sehemu ya 5 ya hii simulizi. Na huu ni msimu wa kwanza wa Baba Umenikojolea. Naitwa Mr. Nice Simulizi, tukutane sehemu hiyo. Bye bye.